Kanisa Katoliki kwa 90%, nyie ndio mmehusika kuratibu haya yote yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, ambao mnayaita ni maandamano, jambo ambalo sisi tunatambua hayakuwepo maandamano. Hayakuwepo maandamano. Kwa hiyo nyie mmehusika kuratibu, kuyatengeneza, kuyaweka sawa. Kwa hiyo yaliyotokea tarehe 29 mmehusika kwa 90%. Hiyo inayobaki 10 ndio ya wanasiasa, Chadema na nini, lakini yote walikuwa wanafanya kwa maelekezo yenu. Imefika wakati tuseme ukweli bila hata kufichana, na waraka wenu unathibitisha wazi kwamba Kanisa Katoliki kupitia hawa maaskofu 41 ndio wamehusika kuratibu haya yaliyotokea tarehe 29, ambayo nyie mnayaita maandamano, kitu ambacho hapakuwepo maandamano Tanzania, na hakuna mtu aliyeratibu hayo maandamano mnayoyaita maandamano, isipokuwa mliratibu vurugu. Kama nilivyosema, Kanisa Katoliki kupitia teki au maaskofu 41 mnatakiwa kuliomba radhi taifa la Tanzania. Taifa litawasamehe, Dr. Samia atasamehe, hata sisi wa Tanzania tutawasamehe. Lakini msipoomba radhi, na sasa Mungu ameshawaweka wazi, itakuwa mbaya sana, kwa sababu tumeshajua adui ni nyie teki. Kama nilivyosema, mmeratibu hizi vurugu kwa njia nyingi, na kulingana na waraka wenu mlioutoa ndio umewafunua wazi kwamba mambo yote haya mlikuwa mnaratibu nyie, kwa sababu nyie mmekiri na kudanganya umma wa Tanzania kwamba yale yalikuwa ni maandamano, wakati hapakuwepo na maandamano ndani ya nchi hii. Kuchoma maduka, kufanya kwamba wanajifanya ni maandamano, ni vurugu, zile zote zimefanywa na baadhi ya vijana kutoka nje ya nchi ambao walikuwa wanafichwa na Kanisa Katoliki kwenye majengo yenu. Nataka Wakatoliki teki mnijibu ya maswali. Tarehe 29 Oktoba kweli yalikuwa ni maandamano? Nyie kama maaskofu na wasomi ndani ya nchi hii,